Kampuni ya Apple inategemea kupokea CEO mpya tarehe 1 Septemba mwaka huu, ambapo huyu jamaa ndo anaitwa John Tennant, ambaye alikuwa anacheza role ya kuwa Senior Vice President kwenye hardware engineering kwenye kampuni ya Apple. Kwa hiyo jamaa alikuwa kwenye swala la hardware za iPhone, AirPods, MacBook, alikuwa yuko pale kama kiongozi, lakini pia anaelewa vizuri hardware zinavyofanya kazi na vitu kama hivyo. So mwaka huu anaenda kupokea cheo cha kuwa CEO, okay? Sasa leo naenda kutajia sifa 4 za huyu jamaa John Tennant ili uweze kumuelewa vizuri na uweze kupata picha halisi kwamba kampuni ya Apple inaelekea upande upi. Kitu cha kwanza, John Tennant ameanza kufanya kazi Apple mwaka 2001. Kwa hiyo 2001 ameshafanya kazi na CEO au founder wa Apple ambao ni Steve Jobs, lakini pia na Tim Cook ambao ndo anaenda kuachia madaraka. Kwa hiyo John Tennant ana experience ya watu wote wawili, lakini pia ameweza kuona revolution ya Apple kuanzia wanavyotoa AirPods, Apple Watch, iPhone, MacBook. Anaelewa vizuri kabisa mambo yanavyoenda. Kwa hiyo yani ana experience ya kutosha. Kwa mpaka sasa ana miaka 25 mpaka sasa kwenye kampuni ya Apple. Kwa hiyo anaelewa vizuri culture ya Apple, anaelewa products zinavyotengenezwa, design na vitu vyote hivyo, ana experience nzuri. Kitu cha pili, John Tennant kabla hajawa CEO wa Apple, ambapo ndio Septemba tarehe 1 mwaka huu 2026, cheo chake kilikuwa ni Senior Vice President in Hardware Engineering. Kwa hiyo jamaa anaelewa vizuri swala zima la product, anaelewa product inavyofanya kazi, bidhaa kama ni iPhone, Mac, Apple Watch na nyingine ambazo bado hatujaziona zikitoka. Kwa anaelewa vizuri inavyoenda, tukitofautisha na Tim Cook ambaye ndo alikuwa ni CEO sasa hivi. Yeye jamaa ana base zaidi na swala la supply, marketing na vitu kama hivyo, yuko vizuri. Ila Tennant ni kama product guy, okay? Kwa hiyo yuko vizuri kwenye swala la product. Na sifa nyingine kubwa ambayo inamfanya John Tennant aweze kuwa key role, aweze kuwa mtu wa muhimu sana mpaka kuwa na cheo cha CEO kwenye transition ya Apple. Kampuni ya Apple ilivyokuwa inatoka kwenye kutumia chip za Intel kwenye MacBook zake, PC zake za MacBook ilikuwa zinatumia chip za Intel, ile kuondoka kwenye Intel kuja kwenye kutumia chip za Apple Silicon, ambapo naongelea sasa 2020 ndo walianza kutumia chip ya M1. Ni moja kati ya chip very efficient, inafanya kazi vizuri, haitumii chaji nyingi, haitoi joto kali. Kwa nimefanya MacBook iweze kuwa moja kati ya PC personal computer bora zaidi duniani. Kwa hiyo ndo maana unaona maprofessional wengi kama sio wote wanatumia MacBook, okay? Kwa hiyo imefanya kitu kikubwa sana hiyo Apple Silicon. Kwa kwenye ile transition jamaa ndo alikuwa anaongoza ile timu ya MacBook. Timu inayohusiana na kudevelop PC ya MacBook, jamaa ndo alikuwa anaongoza hiyo timu. Kwa hiyo jamaa amepata experience kubwa sana na ameplay key kubwa sana kwenye ile sehemu, na ndio inafanya PC za MacBook kuweza kuwa moja kati ya PC bora zaidi duniani ukilinganisha na PC zingine zote. Kitu kingine kuhusu John Tennant ni kwamba ana miaka 51 mpaka sasa. Kwa hiyo tunategemea kwamba Apple inahitaji kuweza kukatch up kwenye swala la AI, yani kampuni ya Apple iweze kuwa bora kwenye swala la AI. Ukilinganisha na kampuni nyingine kama Google tunavyoona wamesha develop zaidi kwenye AI, Apple inabidi nayo iwe vizuri kwenye AI. Lakini pia jamaa na kazi nyingine kubwa ya kudili na swala zima la lawsuit au mambo ya kisheria. Kama tunavyoona Apple imekuwa pia ikipata changamoto ya cases mbalimbali. Kwa mfano watu wanalalamika simu zao labda hazidumu sana na battery, batteries huwa zinaisha haraka. Lakini pia watu wanalalamika iOS mtu akiupdate kuna simu ambazo zinaacha kufanya kazi, zinasumbua. Kwa watu wanalalamika kesi kama hizo, inabidi adili nazo vizuri. Lakini pia anatakiwa hakikishe kwamba Apple bado ipo number 1 kwenye swala la thamani na kwenye mauzo, ili iweze kuwa kampuni yenye thamani zaidi, mauzo mengi zaidi duniani, naweza kuingiza hela zaidi kupitia watumiaji wake. Kwa hiyo jamaa na kazi hizo kubwa 3 na nyingine. Pointi kuu ni kwamba jamaa yuko vizuri kwenye swala la product kama product. Kwa hiyo ningependa kujua kwenye comment section wewe unaona vipi kampuni ya Apple inaelekea sehemu gani, sehemu nzuri au sehemu mbaya? Lakini pia unaona kwamba Apple inaweza kuja kuweza kuongoza kwenye swala zima la AI kumzidi kampuni yoyote ile ikiwemo Google, okay? So this is Robert Malisa. Follow, like na share kwa updates zaidi za teknolojia duniani za muhimu ambazo zitakusaidia wewe kila siku. Karibu sana.